tukaongea na yeye akatuambia wacheni niende niongea na baba yenu. John anakuja. Wakaenda wakaongea. Madhe akatoka akiwa amekasirika. Kutoka akiwa amekasirika tukaenda kwa mama fulani. Huyo mama mwenye alikuwa anatupea chakula. Tukaenda huko. Mzee akatoka akipiga kelele. Mbaya. Naamka once. Nashindwa ni nini mbaya. Naomba. Nikiomba nalala. Nikilala nasikia tena nimeanza kuguza. Mimi nikaambia huyu mzee, mimi usiku sijui nini inaniguzaguzanga. Akaniambia, wewe ni kuota unaotaka, hakuna kitu. Wewe si unaona uko kwa nyumba peke yako. Na unaona mimi sikuwagi huku. Nikamwambia mimi kuna mtu alilala na mimi. Tukaita huyo gardener. Gardener na huyo gardener alalangi huko. Na nyumba ni mimi huwa nafunga nikilala. Gardener anakuwa na room yake pale kando. Sasa mzee akaniambia ati maybe ni huyo gardener. Gardener akasema mimi hadi huku siingia yangu sasa. Wewe nilikwambia wewe ni kijana yangu. Sasa hapo nikaanza kuona yani sasa body nikaanza kufurahia nimepata mtu wa familia na ako na pesa. Sasa ikafika pahali. Sasa kuna wakati mimi nilitoka sasa hapo hadi nimekuwa huru. Niko na freedom juu ashafanya chenye alikuwa anataka. Niko na freedom. Halo, sasa. Poa. Mbona umeboeka? Changamka kidogo. Hata kama hali ni ngumu, changamka kiasi. Okay. So mimi naitwa Masi, huwa naweza kuketi chini na watu nisikie story yao, maana watu wanapitia hali ngumu, na through ku tell your story inaweza kuwa maybe inachangamsha mtu, inafunza mtu, na pia inakubadilishia maisha kwa njia yoyote ile. So kabla tuweze kuendelea, ningeomba ujitambulishe, utuambie wewe ni nani. Okay, mimi naitwa David. Na nimetoka side za character. Okay. Yeah. So David, maisha yako inaanzia wapi? Maisha yangu inaanzia nikiwa 14 years. Ulizaliwa? Nilizaliwa side za Maela, huko Narok. Na tulizaliwa tukiwa watoto watatu. Mimi na brother yangu. Yani niko na siblings watatu. Yeah. Mimi na brother yangu mkubwa. Alafu kuna wawili nyuma yangu. So mimi ndo second born. Yeah. So mka grow aje sasa? Tulikuwa tunaishi mimi na babangu. Yeah. Na mamangu. Sasa mamangu alikuwa anafanya kazi ya vibarua like kunini viazi, kwenda kuchimbua viazi. Na babangu alikuwa tayari anafanya hiyo kazi, lakini ni sometimes. Yeah. Sasa yeye alikuwa mlevi. Alikuwa anakujanga, anatupata huko kwa nyumba. Tumefunga nyumba kwa mamangu alikuwa anakuja masaa za jioni like saa 1, saa 2. Inalingana na venye kazi imekuwa huko. Sasa madhe alikuwa anatuambia tunafunga nyumba. Ikifika 6. Asi tunafunga nyumba na tunakaa huko ndani tunaanza makazi like kuoga. Tunaanza juu mimi nilikuwa mkubwa naanza kupika. Yeah. Sasa babangu alikuwa anakujanga akiwa mlevi, anakuja anagonga mlango. Anasema tulipanga tukuje tumfungie. Sasa unaona anakuja madhe akikuja anaanza kumwambia hapana, najua hukuwa kazi. Hakuna kazi inatokeangwa saa hiyo. Sasa madhe ilibidi akaona hiyo life ya mzee imekuwa ngumu. Sasa akahama. Akatuambia tuhame, tukaenda hapo Kongoni. Kwenda Kongoni tukakaa.
kukaa madhe bado anaenda hiyo vibarua, lakini sasa unajua ni mbali. Alikuwa anaenda Gondi. Sasa unaona ameenda sometimes anaenda like 2 days hakuji. Sasa mimi ndo brother yangu huyo mkubwa alikuwa yani hakuwa normal. Alikuwa hakuwa normal. Sasa mimi ndo nilikuanga nikaa kiongozi hapo. Cause brother yangu hata pia mimi ndo nilikuwa namchunga. Sasa madhe venye alikuwa naenda, unapata tumeachwa hatuna chakula. Mimi naamka naenda tunaanza kuokota scrap. Naanza kuokota scrap. Wakati scrap kilo moja ilikuwa 20 bob. Nikiokota tunakuja unapata nimeokota kilo kaa 2. Nakuja na tunanunua mandazi tunakula. Tunalala. Sometimes kuna madhe alikuanga hapo neighbor yetu. Yule neighbor alikuwa sometimes anatuangalia, anapika chakula, anatuletea kidogo tunagawana. Sasa madhe akikuja hivyo anakuja anatuachia like anakuja na viazi anatuachia, yeye anaenda kesho job. Sasa ilikaa venye tumekaa hivyo, mzae akatafuta kwenye tunaishi. Akakujanga mchana. Alikuja kitu saa 10. Kukuja akapata madhe hayuko, sisi ndo tuko. Akakuja akaingia. Kwanza alikuja akaulizia akaambiwa ni nyumba namba 12. Akakuja akaingia. Cause mimi nilikuwa namjua ni mzae wangu na bado tulikuwa tunamuogopa. Cause alikuwa anakuja akiwa mlevi, sometimes anatupiga. Juu amepata tumefunga nyumba. Sasa akakuja akaanza kupiga huyu brother yangu mkubwa, akaanza kumwambia ati kwangu huko kwetu hakuna mtu anakuangi normal. Na huku kwa mama ya huyu hakuna mtu akuangi normal. Kwa hivyo wewe sijui ni mbegu ya wapi, wewe sio mtoto wangu. Sasa akaanza kumpiga. Venye niliona anampiga mimi nikaenda nikatoka nje. Anampiga tu mbele yenu wote. Alikuwa anampiga makofi akimwambianga wewe si mtoto wangu. Mimi sijaona mtoto mjinga kama wewe, hakuna kitu unaweza fanya. Wewe kwetu hakuna mtu akuangi normal. Na kwa mama yake nao hakuna mtu akuangi normal. Sasa mimi venye niliona anampiga, mimi nikatoka, nikaenda nikaita mzee fulani. Mzee venye alikuja ndo akachukuanga huyu mzee. Akamwambia wakaongea, nikaacha wakiongea, si tukaambiwa tuende nje, nikaacha wakiongea. Venye waliongea, si tukarudi. Sasa hadi brother yangu mkubwa anaogopa hadi kukaa huko. But juu hakuwa normal, uoga hata kama akona uoga inabidi kuzanaona si tunaenda. Sasa venye tuliingia huko tukakaa, like venye tukakaa. Madhe aliambiliwa kwa barabara. Ati mzee kuna mzee ako huko kwetu. So na alikuwa anapiga John. John ni huyo brother yako? Ni huyo mkubwa. Sasa alikuwa anampiga. Sasa venye madhe aliambiwa hivyo akajua obvious ni yule mzee. Akatumana mimi niitwe. Kuitwa nikaambiwa enda ukuje na brother zako wawili au wadogo. Mimi nikakuja nikaambia Joel na Mwangi, Joel kuja tuendeni tukacheze. Sasa nimekuja ile style yenyewe asijue tumeitwa. Sasa venye tulikuja akatuambia, tukaongea na yeye akatuambia wacheni niende niongea na baba yenu. John anakuja. Wakaenda wakaongea. Madhe akatoka akiwa amekasirika. Kutoka akiwa amekasirika tukaenda kwa mama fulani. Huyo mama mwenye alikuwa anatupea chakula. Tukaenda huko. Mzee akatoka akipiga kelele. Sasa venye huyu landlord huyu shosho alikuanga shosho landlord. Alisikianga huko kuna furugu. Venye huyo mzee alienda, huyu landlord akatuita. Akakuja huko home. Tukamfungulia akakuja akakaa akasema huku kwangu hii ploti hakuna furugu. Nyinyi ndio mmeanza. Na mimi sitaki watu wa furugu.
Sasa ilibidi mazee tena tumerudi huko kwa huyo mzee. Juu ni kazi yenye waliongeaga walisikizana. Tukarudi. Kurudi tukapata mzee yuko. Tukapata mzee yuko na ni usiku saa 3. Tukakaa saa 3 tukakaa. Tukakaa hapo nje. Mzee akakujanga. Mzee akakuja akaanza kelele. Akasema hapana. Mimi sitaki, nyinyi ndio mlikuwa mnaniletea mashida, mimi sitaki watu huku kwangu. Mzee akamwambia siwache basi tulale juu ni usiku, kesho tujue kwenye tutaenda. Mzee akakataa na akafunga nyumba yake akaenda. Sasa venye alienda akaacha akiwa amesema nikiwapata hapa nje tena msitaki kujua venye nitawafanyia. Sisi mzee akatuchukua. Akashindwa sasa tutaenda wapi. Ule mama rafiki yake, kuna mama alikuwa rafiki yake kwa hiyo plot. Akamuitanga. Mama John, kuja nini kunaendelea? Mzee akampea story. Sasa sisi tuko tunasikia venye walikuwa wanaongea, juu alienda wakaongelea nje. Venye mzee alikuja akatuambia twendeni tukae huko kwa Mama John leo tu. Mama John akatuhost kwake hiyo siku. Tukakaa. Asubuhi huyo Mama John alikuwa anaenda job. Na ni kama hakuwa naamini Mazi, ni kama hakuwa namuamini. Kwa hiyo alisema, aliamka akasema mimi nataka kuenda na mimi sitaki mtu kwangu. Sasa Mazi akapigia mama yake sasa Shosho. Akampigia simu akamwambia, akampea story. Shosho akamwambia juu ulitoka kwangu kama bila ruhusa yangu na hukutuambia ukaenda kuolewa. Wewe mimi nilikwambia usiwairudi huko kwa sababu wewe ulitoka huko tu na madharau. Sasa Shosho hakuitikia. Amewakataa. Ametukataa. Sasa venye Mazi akashindwa atafanya nini? Akaenda hiyo siku kibarua. Akapata pesa kidogo. Alienda kufua nguo. Akapata pesa kidogo. Kupata hizo pesa akakuja. Tukaenda Kamere. Tukakomboa kanyumba kama mabati, tukanyumba kadogo. Alikuwa analipishwa 400. Tukakaa huko like a month. Mwezi mmoja tukakaa huko. Tukakaa sasa life ikaanza kuwa hard cause mimi bado nilikuwa naokota scrap. Ndo at least nimsaidilie na chakula cause sometimes alikuwa nakosa. Sasa mimi nilikuwa naenda naokota, naenda nauza scraps, mabati, chuma ama plastic ama chupa. Naenda nauza. Nikiuza napata at least. Sasa nilienda nikiupgrade cause nilikuwa naenda. Sasa unapata nilikuwa naokota kilo 2. Sasa nikienda nikiokotaga hadi 5, 6. Nakuja tunapata tunanunua makaa na ingine tunanunua chakula tunapika. Sasa ikakuwa mimi ndo mimi ninaangalia familia. Mzee akienda akipata anakuja tunasaidiana. Sasa mimi life ikaendelea kwa hiyo. Hapo nika drop shule. Nilidrop nikiwa class 4. Kudrop sasa mimi nikaanza kufanya hizo kazi. Venye tulikaa hapo month tukahamia Naivasha, Kabati. Kuhamia huko Mzee alikuwa ameambiliwa job fulani ya nyumba. Venye tulihamia huko tukakuja tukapata nyumba ya matope. Sasa Mzee akakuwa ako hiyo job ya ya nyumba. So unaona most of the time anakuja once. Sasa ikakuwa like ni kama tuko peke yetu. Sasa mimi nikaanza kuangalia watoto wetu, nikawaangalia. Mzee akakuja akatuambia kazi nilipata but hailipi poa cause huyo mama alikuwa anamnyanyasa. Alikuwa kwa mama fulani. Huyo mama alikuwa anamnyanyasa. Alikuwa anamlipa 3K cause anakula kwake na analala kwake. Sasa unaona anamwambia hizo pesa zake ndo zinatumika. Sasa Mzee akikuja akasema uko life ni hard. Na sasa mimi nikafikisha 16 years. Niko 16 years. Bado unafanya kazi ya kuokota? Bado nilikuwa naokota scrap cause unajua hakuna kazi nyingine nilikuwa naelewa. Bado naokota scrap.
Ama sometimes nikienda nipate kazi pahali like kazi like shamba, mtu anataka kulimiwa naenda nalima. Sasa nikakuwa hivyo. Nikiwa 16 years nikaona life home ni hard. Mimi nikatokanga. Nikaona juu ninaanza kupata tu pesa, acha niende nikae, cause tukiwa hapo hivyo wote mzigo inakuwa mzito kwa madhi. Acha niende nijikaishe, at least na nikipata kitu nitakuwa na msukumilia. Sasa mimi nikaenda nikatafuta nyumba karakta. Nyumba ya 200. Nyumba za 200. Nyumba ya matope tu, haina stima, yani nyumba tu hivyo. Nikakaa nikaweka gunia chini. Nikaanza kulalia, yani nilikuwa nalala tu. Nilikuwa na jacket, hiyo jacket ndo nilikuwa nakuja nalala hapo. Yani hiyo ndo ilikuwa ka blanket yangu. Nikakaa nikaenda nikapatana na mzee. Mzee venye nilikaa like 3 days. Nikapatana na mzee. Huyo mzee akaniambia naweza enda kwake anipee kazi. So hiyo ni wakati unatafuta tu kazi? Hiyo ni wakati wenye sasa nimetoka home. Venye nimetoka sasa ninatafuta scrub, sasa ndo nikapata pesa. Nikaona naweza jikaisha. Nikaenda nikapatana na huyo mzee akaniambia naweza nipea job. Sasa nikaenda kwake akaniambia nilikuwa namuangalilia huko kwake. Huyo mzee mimi sikuwaijua. Tulikaa like 3 months. Alikuwa na familia? Alikuwa peke yake. Alikuwa na nyumba kubwa. Sasa mimi ndo nilikuwa nakaa huko nikiangalia. Nilikuwa nakaa huko nikiangalia kama ni ng'ombe ama mbuzi ama kuku, zote ni mimi niko nazo. Kazi yako ilikuwa tu kuangalia kila kitu? Kuangalia vitu. Lakini sasa kulikuwa na mzee mwenye alikuwa naangalia mimi nilikuwa naangalia venye kuko. Yani nakaisha huko. Okay. Lakini kulikuwa sasa na mzee alikuwa naangalia garden. Sasa huyo mzee mimi nilikuwa nakaa huko. Sasa huyo mzee mimi usiku hakuwa anakuja sometimes. But nilikuwa nasikia watu wakiongea. Sasa ilikuwa nyumba ya ghorofa 3. Ilikuwa ground floor na second floor na third. Sasa huko mimi nilikuwa nakaa hapo hivyo second. Lakini huko juu usiku nilikuwa nasikia kwa room yenye niko, nasikia nikaa kuna watu wanatembea. Sasa alafu nasikia watu wakiongea. Na hakuna mtu kwa hiyo nyumba, ni mimi peke yangu. Huyo mzee hayuko. Sasa nilikuwa najiulizanga, na alikuwa ameniambianga huko kulikuwa na hiyo ndo upande juu kulikuwa na ka gate alikuwa amewekanga na kalikuwa kanafungwa. Sasa siku moja nikajiuliza ni nini huko juu kuna kuanga, juu ninasikiaga kukiongewa. Na aliniambia nisiwahi pita hapo, hata nikiwaipata imefunguliwa nifunge. Nikashindwa ni nini kunaendeleanga huko juu. Hiyo wakati nilikuwa 14 years. Nikajiuliza ni nini kunaendeleanga huko. Sasa mimi nikiwa nimekaa, alikuwa ananibeba kama mtoto wake. Hivyo ndo alikuwa ananiambia. Nikiwa nimekaa nikashindwa huku juu kunaendelea nini juu nasikianga watu wakiongea. Mimi nikasema wacha siku moja time niende nione nini kuna kuanga. Huyo mzee ni kama alifikirianga. Juu hiyo siku zenye nilisema ati time akikuja kupanda na mimi niende. Hiyo siku hakuenda pahali. Na alikaanga hiyo room ikiwa imefungwa akiniangalia tu. Akanikaisha chini akaniuliza, David, hope hujaingia hata hujaifikiria kuingia kwa hiyo room? Nikamwambia hapana, mimi sijaifikiria. Akaniambia na ile siku utaingia tutakosana vibaya sana. Nikamwambia hapana, mimi sijaifikiria kuingia. Mzee akaniambia hiyo room ile siku yenye nitafikiria ama ni yote umeingia, usiwahi taka kujua chenye nitafanya. Mimi nikanyamaza juu sikuwa na cha kurudisha. Sasa mimi siku moja tukiwa tumekaa hivyo usiku nikasikia ninaguza guzo. Nimelala lakini nasikia ninaguzo. Nikiamka hakuna kitu. Sasa mimi nadhani ni kuota ninaota. Haya naendelea kulala. Sasa hadi nikaanza kupata like ndoto mbaya. Naamka once. Nashindwa ni nini mbaya. Naomba, nikiomba nalala.
Nikilala nasikia tena nimeanza kuguza guzo. Nasikia nimeanza kuguza guzo. Mimi nikaambia huyu mzee, mimi usiku sijui nini naniguza guzanga. Akaniambia, wewe ni kuota unaotaka, kuna kitu wewe si unaona uko kwa nyumba peke yako. Namwambia na nini unaniambia unaguza guzangu, wewe ni kuota unaotaka. Haya, mimi nikamuamini. Juu yeye aliniambia, mimi nikamuamini ni kuota naotanga. Sasa siku moja nikiwa nimekaa hivyo, nilikuwa nimekaanga hapo kwa sitting. Na kulikuwa na maid. Sasa nikiwa nimekaa hivyo hapo kwa sitting, nimekaa tu hapo hivyo ni TV nilikuwa na watch. Huyo maid akaniletea chakula. Kuniletea chakula, nikaacha hapo chakula, nikaenda kwa room yangu. Nilienda kwanza kuoga. Nikichange nguo. Kuenda napata hiyo room yangu kuna mtu alikuwa huko na ameoga. Kuna maji chini, alafu kuna nguo zimetolewa hapo hivyo. Na nyumba ni mimi nafua peke yangu. Na hiyo room inakuwa yangu peke yangu. Nikakuja nikauliza huyo maid, nguo zangu ulikuwa kwa room yangu? Hapana, huko hadi siingiagi. Nikabaki nikijiuliza nani alikuwa huko. Sasa siku moja huyo Shia akaniambia hii nyumba mimi sijui kunaendeleanga nini. Mimi sasa hapo nikaanza kuwa suspicious. Nikakaa sasa like ninachunguza. Mzee naye alikuwa anasoma akili. Juu venye nikaa nachunguza, alifukuzanga huyo Shi. Haya, mimi akaniambia, unaona venye nimefukuza Shi, wewe najua kuna penye unaweza enda, so sitaki nikufukuze. Mimi sasa nikaanza kukaa humble, nikaanza kukaa yani nikiwa nimejihumble. Siku moja nikiwa nimelala, nikasikia Yesu ninaguza hadi nimetolewa nguo. Sina nguo. Na nimeamka nikapata sina nguo. Nikaanza kufikiria nikasema nililala na nguo, si ati nililala bila nguo. Ulikuwa sure ulikuwa na nilikuwa sure nilikuwa na nguo. Kwa hata kuoga nilioga saa 10 na si kuoga tena na nikavaa nguo, na venye nilikuja kulala nilikuja nikakaa hapo hivyo nikalala. Hakuna nguo. Na nguo zangu zimetolewa na zimekunjwa vizuri, zimewekwa hapo hivyo kwa kiti. Sasa nikaanza kujiuliza nini inaendelea huko. Nikakuja nikaambia mzee, mimi nililala asubuhi nikapata sina nguo. Nini iliendelea? Akaniambia hapana, wewe maybe ndio. Kwanza akaanza kuniuliza, unakumbuka tuliongea na wewe jana usiku, tulikuwa tunaongea na wewe? Akamwambia sikumbuki. Unakumbuka jana nilikuja na nikakupatia pesa? Sikumbuki. Sasa mzee ni kunitupisha mbao. Ati atake nidhani nguo sio mimi nilitoa. Nguo ni mimi nilitoa. Sasa mzee venye nilikaa hivyo, sasa akaona nikaa amenitupisha mbao kabisa. Lakini ndani yangu mimi najua hapa kuna kitu inaendelea. Sasa nikiwa nimelala the next day, nikasema sitalala ile usingizi yangu. Nikalala like nimelala lakini sijalala sana. Nikasikia room yangu imefunguliwa. Kusikia imefunguliwa, nikaamka. Nikafungua macho pole kidogo tu. Nikaona mtu anakuja. Nikanyamaza. Kuchungulia vizuri nikaona ni huyo mzee. Na huyo mzee hiyo siku hakuwa. Hiyo siku huyo mzee hakuwa. Nimeona ni yeye. Akakuja akaingia kwa wardrobe yangu. Akatoa shuka fulani, akatoka. Alafu asubuhi nikamwambia nilikuona jana ulikuja kwa room yangu. Akaniambia hapana, mimi sikukuja kwa room yangu. Ati wewe ulikuwa unaota. Kashindo mzee ananiambianga nini? Na nilikuwa nimeambia wao nisiwahi toka nje ya gate. Sasa siku moja tukiwa tumekaa hapo kwa DH hapo kwa dining. Kwa dining table. Nikiwa nimekaa hivi kwa hapo, mzee akaanza kunipea story. Kaniambia, unajua mimi nilikuanga na bibi na watoto. Lakini bibi yangu tukawachana. Sasa tukaanza kupiga hivyo story. Mimi nikafika pale nikamwambia, na hizi vitu zote ulitafuta aje? Kaniambia, mimi nilikuwa maskini. Nilikuwa kama wewe tu. Nikapatana na watu fulani, tukaongea. Sasa nikamwambia, na mimi naweza penda tu nikuwe kama wewe, hivi pesa hivi. Mzee akaniambia unaweza taka kukua kama mimi. Nikamwambia nani akatae hii nyumba yote
Mzee akaniambia ina shida, wewe tulia, nitakuonyesha venye utapata pesa. Nitakuonyesha kazi yenye nafanyanga. Mimi nikatulia, kwa sababu mimi ni mdogo sijui yeni. Mzee siku moja nikiwa nimekaa, mzee akakujanga. Akaniambia David, hebu enda kwa room yako. Mimi nikaingia kwa room. Akaniambia usitoke, akakuja akalock. Kulock mimi nikakaa huko. Nikasikia watu wanaongea huko ndani, wanapiga kelele. Huko juu. Nasikia watu wanaongea, wanapiga kelele. Pahali hadi kitambo ulikuwa unasikia watu wakiongea? Pahali penye nilikuwa nasikia watu wakiongea. Nasikia watu wakiongea, wakipiga kelele. Alafu nikasikia kumenyamazwa wani. Kunyamazwa, nikashindwa ni nini kumeendelea huko. Mimi huyo mzee akakuja, akanifungulia. Akaniambia David, sasa unaweza toka. Nikamwambia na nani mlikuwa mnaongea na yeye huko? Akaniambia hiyo ikuhusu. Wewe kazi yako ni nini? Kazi yako ni kuniangalilia huko. Sawa. Si kushindanililia. Sasa siku moja nikiwa nimelala usiku, nikasikia nimeguza nashikwa kabisa. Alafu niko ile yani siwezi hata kujipendua. Ni kama mtu amenishika intano, yani nikaa nimeshikwa hadi kwa ndoto, siwezi hadi kuamka. Nikashindwa nini kunaendelea. Asubuhi kuamka napata kumbe kuna mtu alikuja akalala na mimi. Nikakuja nikaambia ulisikia tu ukiguzwa, Sasa hapo yani ile ni kama unaota, ni kama ile ni kama unaota ukikimbia. Unashindwa. Sasa mimi nilikuwa najaribu kuamka, siwezi. Nikapata kuna mtu yani asubuhi kuamka napata kuna mtu amelala na mimi. Nikaenda, niko na maumivu. Nikaenda nikaambia huyo mzee, nikamwambia mimi kuna venye na feel. Kuna venye na feel. Akaniuliza nini? Nikamwambia nasikia uchungu huku nyuma. Yani sijui nini kumeendelea mimi. Akaniambia wewe maybe ulienda choo imekauka. Kwani si wewe ni mtu mkubwa ukienda choo imekauka? Nikamwambia nini hata siku. Na nikamwambia kwa nini venye nilienda choo sio saa hiyo nilianza, saa hii ni venye niliamka. Yaani sasa akaniambia wewe usijali. Sasa nikakaa na maumivu like 1 week. Nafikia tu hadi kuenda choo ni shida. Mimi nikamwambia mimi kuna venye nina feel vibaya. Akaniuliza ni nini? Nikamwambia mimi sijui nini kuliendelea. Sasa venye aliniambia ati ni choo nimeenda ngumu, nikamwambia mimi ile mambo ya choo nasikia ni kama inanilemea aje. Na mimi nasikia tu maumivu. Akaniambia usijali, hivyo ndo kuna kuaga. Wapi kuna kuaga? Hakuniambia, mimi si kushindania. Akaniambia usijali, hivyo ndo kuna kuaga. Haya, mimi nikatulia. Venye 1 week iliisha, nikamwambia at least saizi nasikia niko better. Niko at least. Kwanza aliniulizanga saizi una feel aje? Nikamwambia nasikia niko better. Akaniambia sawa. Akaniambia unaona nilikwambia ni choo ulienda ngumu. Nikamwambia Sasa siku moja tena nikiwa nimelala. Nikasikia sasa hiyo wakati sikuwa nimelala ati ile usingizi. Nikasikia mtu amekuja amenishika. Akanilalisha. Akaenda na mimi. Akalala na mimi. Na unamuona? Amenilalisha, amenishika kichwa, amenilalisha huko kwa kitanda. Alikufanyia design na ungemuona uso? Singegeuka uso. Okay. Nikamwambia hapana. Nikaenda asubuhi nikaambia mzee hapana mzee. Mimi kuna mtu alilala na mimi. Tena. Kaniambia wewe sasa hadi akaanza mpaka ananigombanisha. Ati wewe sijui ni mambo gani unaanza kuniambia. Sasa unataka kusema mimi huwa nalala na wewe na unaona mimi sikuwagi huku. Nikamwambia mimi kuna mtu alilala na mimi. Tukaita huyo gardener. Gardener na huyo gardener alalangi huko. Na nyumba ni mimi huwa nafunga nikilala. Gardener anakuwa na room yake pale kando. Sasa huyo mzee akaniambia ati maybe ni huyo gardener. Gardener akasema
mimi hadi huku siingiagi, naingiaga tu nikikujia chakula. Yeah. Ama sometimes nikikuja tunakuja tunakaa hapa na Devi kumkaisha. Sasa akaanza kusema, wewe ni mambo zako uko nazo, sijui unataka kuniletea nini. Nikamwambia hapana. Nikamwambia twende basi hosi niangalie. Sasa hiyo niko na maumivu. Sasa ile ya serious. Andi John shi. Nikamwambia twende hosi niangaliwe, isikuwe niko na shida yenyewe sijui. Mzee akaniambia hapana, hakuna hosi unaenda. Sasa akaanza kuniwekea hadi akaanza kuwa strict. Yaani ile yenyewe kuna hadi mikakati. Kuna mikakati ati venye kuna pahali sifai kuenda Kwa nyumba. Kwa hiyo nyumba. Room fulani zikafungwa. Sasa tukiwa tumekaa hivi siku moja, kamwambia mimi hadi naogopa siku hizi kulala. Kaniambia mbona? Ile siku mimi hiyo wiki hiyo wakati nilikaaga wiki 2 na maumivu. Yaani mpaka kuketi nasikia tu uchungu. Nikienda choo nimalize nasikia tu uchungu na kujikuna. Mzee akaniletea tu dawa fulani. Kaniambia wewe paka uko nyuma. Mimi nikapakanga. Nikasikia ilikuwa nika tu painkillers. Nikasikia at least nimeanza kurudi form. Mzee venye tumekaa hivyo na yeye nikamuuliza alafu ile story ya nini iko aje? Sasa unajua tunakaa hadi na yeye nimemzoea hadi ninaona kama ni mtae wangu. Ile story alikuwa amekwambia kuhusu utajiri. Nikamwambia ulisema aje? Kaniambia unataka tu kuwa tajiri. Sawa. Leo jioni wewe uoge, kuna nguo ndakuletea, kuna place nataka twende. Mimi nikaoganga. Hiyo siku akakuja na suti akaniletea. Alafu nikaingia kwa gari tukaenda. Kuingia kwa hiyo gari sijui ilikuwa na nini. Venye niliingia tu kwa gari nikasinzia. Venye niliamka nikapata nikaa tuko kwa building, yani niko katikati, nimelala katikati, alafu wase wana dance wakimbaga. Alafu nikasikia ameulizwa huyu ndo ule kijana ulikuwa unatuambia? Ni yeye. Sawa. Wakanirushia vitu mimi nikalala tena. Nikajisikia kwa nyumba, nikajisikia kwa nyumba. Mimi kwa akili yangu nikadhani nilikuwa naota. Lakini sasa nakumbuka last time venye tulipatana, mara ya mwisho venye tuliachana aliniambia nioge na akaniletea nguo. Sasa hapo mzee akaanza kuniambia ati hizi pesa wewe utakuwa unafanya hivi. Sasa yani nikaanza hadi kujisikia yani niko na mood. Yani mood mbaya. Yani naona tu mtu nasikia nimemchukia. Sasa mtu hadi nilikuwa nasikizana na yeye kabisa ni huyo mzee. Lakini mtu mwingine nilikuwa namuona tu namchukia. Huyo gardener nikamchukia kabisa mpaka nikaambiwa mzee umfute huku, mtoe huku. Gardener akajaribu kuongea, nikasema wewe hapana. Sasa mzee venye akaanza kuniambia wewe tutakuwa tunaenda na unaona venye ninaenda usiku, tutakuwa tunaenda na wewe. Tukaenda 3 days. Tukienda yeye anachukua gari yake, mimi ananichukulia gari. Kunichukulia gari ananiambia tupatane home. Yeye anaenda kivyake na mimi naenda kivyangu. Gari yenye ananichukulia inanileta mpaka kwa gate. Mimi sijui ilikuwa inajua na ni matatu. Inaniweka hapo kwa gate. Inaniweka hapo kwa gate. Inakuja mimi silipishwi naingia home. Naenda nalala. Nikilala nakuwa ni kama unaona unalala alafu kitu nikaa ndoto ni kama uko reality. Naona ati tuko pahali tunaongea tukiwa na huyo mzee na wasee wengine. Sasa nikafika pahali nikamuuliza na hizi ndoto zinakuja hivi nini? Akaniambia hapana. Wewe ni mmoja wetu. Kamuuliza mmoja wenu aje? Ati wewe ni wa familia. Familia gani? Nikamuuliza familia aje na mimi niko na mama na niko na wazazi. Kaniambia wewe ni wa familia yangu sasa. Wewe nilikwambia wewe ni kijana wangu. Sasa hapo nikaanza kuona yani sasa bado nikaanza kufurahia nimepata mtu wa familia na ako na pesa. Sasa ikafika pahali. Sasa kuna wakati mimi nilitoka sasa hapo hadi nimekuwa huru. Niko na freedom juu ashafanya chenye alikuwa anataka. Niko na freedom.
Zile sessions za mtu kukuja kulala na wewe siku ziliisha? Hazikuisha. Aliniambiaga ati ndo sasa watu wangu waache kukutumia, kuna kitu unafaa ufanye. Kwa hivyo alikubali ni watu wake wanakutumia? Aliniambiaga, yeye mwenyewe ndo aliniambia ati ndo watu wangu waache kukutumia. Kwanza aliniambia hao watu wangu waache kukutumia. Nikamuuliza watu wa gani? Tunasema kuna watu huwa wanalala na wewe. Ndo waache kukutumia, kuna kitu utafanya. Nikamuuliza nini? Akaniambia nataka damu. Kamuuliza damu gani? Akaniambia wewe utakuja kujua. Okay, nikamwambia ina shida. Sasa nikakuwa free. Sasa hiyo nimefikisha 15. Paka niko free hadi ananipatia gari, ananiambia enda nayo. Sasa hiyo hata sijui kuendesha. Ananiambia atichukua gari enda nayo. Sijui kuendesha. Natoka mimi namwambia mimi nitaenda mguu. Sasa siku moja nikienda nikapatana na mzee sijui ni mzee mgani. Akaniambia wewe unaitwa aje? Alinisimamisha anga. Kaniuliza wewe unaitwa aje? Nikamuuliza unataka kunijua kwa nini? Ati wewe sio mtu wa kawaida. Kamuuliza mimi si mtu wa kawaida. Kaniambia unaishi huku haya. Kaniambia wewe nifuate. Mimi nikamfuata. Mzee tukaenda kwake. Kaanza kuniambia uko kwenye unaishi huko wewe unatumiwa vibaya. Utakaa hivyo hadi uanze kuitishwa kafara, na mwenye atakuwa anasaidika ni huyu mzee. Na mwisho atakuwa. Kusikia hivyo mimi nikaanza kuingiza uoga. Nikaingiza uoga. Kumbe kuna kitu ilikuwa nifanyiwe ati niwajoin sasa kabisa. Wenye aliniambia nataka damu ilikuwa hivyo, wenye ananipelekanga ati twende yeye atoke kwa gari yake ati awache igonge ifanye accident. Huyo mzee alinipea story mpaka nikaogopa. Ati hapo ndo ataniuria na hapo ndo atapata kafara imekamilika. Ananiambia wewe chenye utafanya vizuri, wewe toka kwa huyo mzee before akufanyie mambo zake. Mimi hadi nikaanza kujiuliza kunaenda aje. Na bado zile mandoto zinanikujia mpaka nikiwa nimekaa hivi tu chini nasikia nikaa nimesafiri nikaa siko. Sasa nikamuuliza na nitafanya aje? Kaniambia the best way utafanya ni utoke tu kwake. Kamwambia nikitoka nitaenda wapi na mimi hata kwetu kwenyewe hatujui. Kaniambia wewe toka nitakwambia kwenye utaenda. Mimi nikakaa hiyo siku. Huyu mzee nikaa alijuaga. Kwa hiyo siku aliniambia ile siku utatoka huku Levi na kuhakikishia hautapata mazuri. Ni kama alijuanga kuna mtu aliniambia nitoke. Kwa hiyo unaona hajanitishia hivyo, lakini wakati alinitishia. Nikashindwa huyu mzee na anajuanga aje maneno. Nikafikiria hivi nikafikiria. Nikaenda kwa room yangu, nikachukua zile nguo nzuri. Kuenda kutoka, kumbe mzee alifunga gate. Na alichange hadi kufuri. Ile kufuri ilikuwa hapo hivyo. Si yenye iko. Alafu funguo za lock ya gate ameenda nazo zote. Mimi nikashindwa nikaangalia juu kuna electric fence juu ya ya mawe. Na kuna hii wire za coiled. Nikashindwa hawezi panda. Nifanye nini? Kasema niko na akili nitajua venye nitafanya. Nikarudisha tu nguo. Alafu nikavaa rongi mbili na nikavaa shati mbili na tisho mbili. Na sweta mbili. Nikatoka. Kamwambia nataka kufika hapa hivi chini. Kaniambia Devi hebu kuja. Najua kwenye unaenda. Kamwambia hakuna penye naenda, nimefika hapa chini. Kuna rafiki yangu nataka kuenda kuona. Mzee akanipatia dhao mbili. Kaniambia hizo maybe zitakuwezesha. Juu nikataa kujifunza kudrive, wewe hizo zitakusaidia. Mimi nikatoka. Kumbe ni kama hizi pesa zenye alinipatia ni kama za kunifunga macho. Zenye nilitokaga nje nikafeel tu sasa ninaenda wapi? Na huyu mzee venye ananipenda hadi ananipea pesa. Nikaenda nikarudi. Kurudi
Venye nilirudi, huyo mzee akaniambia ati kwani hujaenda kwa rafiki yako? Na nikamwambia hapana. Nimeenda tu nikafikiria nikaona saizi haizi kuwa. Akaniambia sawa. Akaniambia na zile pesa nilikupatia. Nikamwambia ziko kwa mfuko. Akaniambia si unipatie basi. Mimi nikachukua pesa nikampatia. Nikarudi kwa room yangu. Nikakaa nikiwa nimeifunga, nikaanza kujiuliza ni nini inaendelea huku. Hasa hapo hadi sasa nimeshatoka. Yaani niko ni akili zangu sasa natumia. Juu hadi hiyo wakati nilikuwa natumia akili za wenyewe. Kwa ningetoka hivi niseme naenda. Alafu nifike hapo hivyo kwa gate nirudi. Sasa nikaanza kusema ni nini kunaendelea huku. Nikaanza kusema mara ya kwanza nikasikia watu wakiongea huku na niko peke yangu. Mara ya pili nikasikia nashikashikwa. Mara ya tatu nikajipata sina nguo. Huku ni mahali kuzuri kweli. Haya nikakaa hapo nikifikiria, nikasema hapana, huku siwezi kaa. Na madhe yangu alikuwa ameniambiaga hata life ikue hard aje usiwe ingia kwa Illuminati. Kumbe mzee alikuwa nini agent wao. Sasa alikuwa anatafuta watu hivyo venye alikuwa anataka kuniingiza huko. Mimi siku moja time nini vifunguo za gate. Akiwa ameziweka tu hapo. Kuzitime nikazichukua, nikatoa 2 na lock ya gate nikatoa. Alafu nikaenda kwa room yangu, nikachukua kifungu ya room na nikachukua kifungu ya ile gate yenye kale ka gate anakuwa ameweka pale. Nikarudi kwa room, nikakaa alafu nikasikia ameenda. Kaniambia David nimeenda. Chakula iko hapo hivyo kwa fridge. Mimi nikaenda nikachukua chakula nikakula. Sasa kumtupisha mbao ati ndo adhani hakuna kitu ninataka kufanya. Mzee akachukua ufunguo zake, akaenda akachukua gari nikasikia ametoka. Alafu wachie huyu jamaa wa gate akafunga gate na akatulia. Mimi nikaingia nyumba, nikafunga nyumba vizuri na lock. Alafu nikachukua kufuli, nikafunga. Venye nilichukua kufuli nikafunga, nikafikiria nikasema wacha niende huko juu nione nini kinaendelea. Kuingia huko nikapata room zote, kulikuwa na room hii katikati ilikuwa na room 3, alafu huko juu kuna room 2 na hizo ni kama hall kubwa. Nikashindwa hizi maroom na zote zimefungwa. Ni nini inaendeleaga huko? Nikasema nichungulie. Kuchungulia siku na vizuri juu kulikuwa kumejaa giza. Mimi nikasema wacha siku moja nitafikiria about hizi room. Na hizo kuifungua sijaiziona ufunguo za hizo juu zilikuanga hivi mamint. Hivi kufuli za mint. Hizo. Sijaiona hizo ufunguo huko. Kashindwa hizi ufunguo zinakuanga wapi. Kasema najua ninakuwa free kwa hizi nyumba. Na kuna room zingine 2 huko chini niliambiwa nisiingie. Nilikuwa nazingia zilikuwa store lakini ilifika pahali akaniambia nisiwaingie. Nikaenda hapo kwa Soja. Tukaenda tukakaa hapo tukapiga story. Soja akaniambia kuna wakati amefungulia gari 4 zikaingia huko. Alafu wakati wa kutoka huyu mzee ndo alikuwa anatoka, anaenda na gari, anarudi mguu. Anaenda na gari, anarudi mguu. Nikamuuliza, nikamwambia sijakuelewa venye umesema. Akaniambia kulikuja gari 4. 1 zilikuja hivyo tu zikaingia zote na zilikuwa na watu wenye walikuwa nazo. Lakini kwenye hao watu walienda hajuagi. Juu mzee ndo alikuwa analeta gari. Sasa nikamwambia mimi kuna watu nasikia wakiongea kwa hiyo room na sijaiwaona na niliambiwa nisiweenda. Akaniambia hata mimi kuna watu ninaambiwa nisiwaifungulia kwa hii gate. Nikamuuliza watu wa gani? Kuna mama nilipewa picha yake nikaambiwa huyu hata akiwahi kuja nisiwaimfungulia. Alafu kuna wazee wengine. Na akaniambia ati wanakuwa na gari. Sawa. Tukaongea hapo na Soja. Soja nikamwambia mambo zangu zote. Akaniambia hata yeye hasikiagi poa akiwa huko lakini anashindagwa kutoka kuacha hii kazi. Kwa nini? Akaniambia analipagwa. Soja kwenye alikuwa analipwa 8K lakini hapa analipagwa 15. Nikamwambia na uko na mshahara poa. Akaniambia ni mshahara poa lakini mimi sijui
huwa nalipwa lakini sijuagi kwenye huwa zinaenda. Yaani mpaka huwa zinisaidii. Sasa nikamwambia afanye hivi, nataka sasa nimemuingiza box. Nikaenda nikachukua bag ya mgongo. Kakuja nikamwambia kuna msee nataka kupelekea hizi manguo hazinitoshi. Soja na yeye ameona ameniona tumeongea vizuri, akaniambia haina shida. Alikuacha utoke. Akaniambia haina shida bora. Na alikuwa ameambiwa nisiwahi toka kwa jet peke yangu. Akaniambia haina shida bora boss akikuja asikukose. Mwambie hata nafika hapa hivi. Na shasikia nikiambiwa mzee nafika kwa rafiki yangu. Kaambia naenda kufika hapa kwa rafiki yangu. Sawa. Nikatoka hapo kwa gate. Kutoka nikaangalia. Kasema sina rafiki, labda ule mzee. Nikaenda kwa huyo mzee nikamkosa. Nikasema kai sasa na ule mzee akikuja anikose huko anitafute na nilisikia si mzuri. Na sasa hivi unatoka una do nikale kabago tu. Nikashindwa. Mpaka nilichukua simu yake, simu ya huyo mzee. Nikaichukua sasa ndo niko nayo. Nikakaa hapo kwa mlango nikakaa. Huyo mzee huyo mwenye alikuwa ameniambia nikuje kwake, akakuja. Venye aliniona alistuka. Akaniambia uliweza aje kutoroka huko. Kaambia mimi niliingiza tu soja box nikamuongelesha nikamdanganyilia. Akaniambia sikudhani utawaiweza. Kaambia hapana, huko mimi huko hapana, huko life huko si mzuri. Mzee akanipatia 200. Akaniambia kwenyu ni wapi? Nikamwambia kwetu ni town. Naivasha. Akanipatia 200 akaniambia wewe fanya hivi, wewe enda nyumbani. Na hope huyu mzee ajuagi kwenyu. Nikamwambia ajuagi. Venye nilitoka tu kwa hiyo gate na nikaona gari ya yule mzee ikitoka sasa huko home, huko kwake ikitoka. Ikaenda hivyo ikapita hivyo, alafu ikazunguka hivyo alafu akarudi. Akakujaga, akaona hakuna simu yake, akapiga. Simu ilipigao sijui kani alipigaga. Ukiwa tu na nikiwa nayo nimeishika. Nilikuanga iPhone. Nimeishika hivi. Ikapigwa. Alafu ilikuanga ndo uchukue lazima uweke fingerprint. Ndo uichukue ureceive. Akapiganga. Sasa nilikuwa najua password, juu alikuwa ananipatia nacheza game na watch videos. Sasa nilikuwa najua password, lakini sasa ndo receive lazima ufinye fingerprint. Ikapigwa ikakatika. Mimi nikatoa nini password. Wenye nitoa password nikasema nipigie yule mwenye alikuwa anapiga. Kupiga nikasikia ni msichana amechukua. Akaniuliza, kwanza aliniita na majina. David Dirangu. Uko wapi? Kamuuliza wewe ni nani? Akaniuliza wewe uko wapi? Nataka kukuona. Kamwambia mimi sikumdanganya kwa simjui. Lakini sasa venye nilimwambia nikajiuliza na huyu mtu amepiga na hii simu ya huyu mzee. Amejuaje ni mimi niko na hii simu? Na ushamwambia mahali huko? Nishamwambia. Sasa nikaketi hapo. Kaanza kujiuliza huyu mzee huyu mtu ameniambianisha aje? Ati wacha ninakuja. Nakuja. Na hata sikumuelezea vizuri. Nilimwambia niko hapa hivi kwa hii barabara. Akaniambia sawa ninakuja. Sikumalizianga. Kidogo nikaona kagari ka white kamekuja. Kalikuja na msichana. Kaniambia Devi, ni mimi nimekupigia. Kamuuliza wewe ni nani? Mimi naitwa Julia. Na nikamuuliza umenijua aje majina zangu? Nikamwambia niliambiwa na babangu. Kamuuliza babako ni nani? Ati yule mzee mwenye ulikuwa unaishi kwake. Kaini dota yake. Ati mimi ni mtoto wake. Nikashindwa. Nikamuuliza wewe ni mtoto wake na sijai kuona huko. Ati hapana, aliniambia umepotea. Sasa nikaanza, akaniambia wewe ingia kwa gari tuende kwetu. Mimi nikasiku resist. Nikaingia. Kuliko tuende kwenye tunaenda, akanirudisha huko kwa huyo mzee. Nikapata huyo mzee ameketi hapo tu chini, amekasirika. Kwa ule mzee sasa kwenye ulitoroka? Ameketi hapo amekasirika. Nikaingia.
Kaniuliza, Daisy, nilikwambia aje? Nikamwambia nisiwahi toka huku. Ulikuwa umeenda wapi? Na uko na bag, ulikuwa umeenda wapi? Kaambia ni hizi nguo nilikuwa nimepelekea rafiki yangu, nikamkosa. Nikakaa hapo hivyo. Venye nikiwa nimemgoja ndo simu ikapigwa. Ananiambia buyo simu. Akaniuliza, kuna mtu mwingine alipiga hii simu? Nikamwambia imepigwa na watu kaa 6. Number different. Ulichukua hata moja? Nikamwambia si lazima uweke fingerprint. Akachukua simu, akatoa laini, akaniambia simu tu ndo unahitaji. Akanipatia simu. Haya, alafu akaniambia, nilikwambia ile siku yenye ndafikiria ama ni yote unatoka. Usikae. Kamwambia mimi sikuwa nimetoka kuenda. Lakini yeye ni kama anajua nilikuwa ninapotea na nikaa anajua huyo mzee. Ule mwenye alikuwa amekuwa Dubai. Ni kama anamjua. Akaniambia unajua mtu atakudanganyilia hivyo utoke pale unakaa vizuri, uende kwake mkule shida. Ama aende akudanganye. Nikashindwa na anasema aje, kwani anajua kuna mtu tumeongea na yeye. Sasa mimi nikatoka nikaachana na yeye, nikatoka nikaenda huko kwa room yangu nikakaa. Yaani mpaka usingizi kanishika, nikakaa hapo nikalala. Kuamka napata huyo msichana wake hapo hivyo kwa bed yangu amekaa hapo kando. Akaniuliza, David, umekaa na babangu for how long? Mwambia from last year. From last year, like November. Na sasa hivi tuko Feb. Kaniambia na mmekaa sana. Kwa nini? Babangu na venye anakuwa mbaya. Mwambia hapana, mimi tumekaa na yeye tu vizuri. Sawa. Akasema mimi ninarudi home. Kaambia sitaenda na wewe. Akaniambia hapana, wewe ndo mzee anakuaminia. Sasa anakuachaga huku. Hiyo siku nikajua nikapanga venye nitatoka huko sasa. Mzee venye tu mzee alitoka hivyo, venye alitoka mimi na mimi nikatoka. Nikaenda. Sasa anadhani ni hiyo siku tu. Anadhani ati tushamaliza hiyo maneno. Ile bag yangu hadi niliwacha hapo sitting. Jua aliniongelesha nikajifanya nimekasirika nikaenda. Ukataka kujua. Sasa kurudi nikapata wameenda wote. Ameenda kusindikiza huyo msichana. Venye alitoka na nimepewa 200. Alafu hapo kwa meza nikapata kuna dhao 3. Nikaenda nikazichukua. Kuzichukua nikaziweka kwa mfuko na nikafunga mfuko. Kwanza niliweka kwa mfuko ya nini ya wrong yenye ilikuwa kwa bag. Si kwa yenye umevaa. Sasa hiyo 200 tu ndio iko kwa wrong yenye nimevaa. Mimi nikatoka. Kutoka soja akaniambia, "Wewe nilikwambia uende na mzee asijue." Mwambia hapana, nilienda nikapata huyo jamaa hayuko. Sasa nikakaa hapo nikimuongoja. Kaambia sasa hivi amenipigia simu akaniambia ako. Na huyo soja ni kama alikuwa mjinga kwa sababu hakuniuliza simu gani. Hakuniuliza. Sasa akaniambia wewe uende na usinini juu utafanya nifutwe kazi. Nikamwambia siwezi. Venye nilitoka huko nilienda straight mpaka kwa stage. Nikaenda nikachukua gari nikarudi huko home. Ukarudi tu? Nikarudi huko home. Okay. Sasa venye nilirudi home sikuambia madhe anything. Nilikaa tu. Kukaa siku 2 juu niko na zile za 3 na huku home life si mzuri vile. Yani life haikuwa poa. Mimi nikatoka sasa ndo nikaenda sasa kujitegemea. Okay. Join lake. Lake nikaanza kutega. Nikapata na company nyingine, company ya maboys. Sasa tukaanza kujiingiza kwa madawa. Sasa mimi nikatega like 1 year. Wenye nilitega juu lake kuna kuanga na police coast guard. Nikashikwa nikitega. Ni makosa kutega? Ni makosa. Ufai kutega kwa sababu unajua mimi sikuwa naingia lake ndani. Sasa nilikuwa natega tu samaki kidogo. Bora tu nipate ya kulipa nyumba na ya chakula. Kwa hivyo wanakubalishwa kuingia ndani? Wenye wanatega samaki kubwa, wenye wanatumia boat.
Okay. Sasa mimi nilikuwa natega hivyo tu, naingia mahali penye sipadi. Naanza kutega. Sasa nikashikwa. Na mimi sikuwa na mtu ati wakuja, hakuna mwenye alijuanga ati nimeshikwa. Cause madhe tulikuwa tuna communicate cause sikuanga na simu. Sasa ilikuanga sometimes ninaenda huko kwake. Nikitaka like kama niko na kitu naenda nawapelekea. Sasa madhe mimi nikashikwa. Mimi nikawaambianga mimi nilikuwa nimeenda kutafuta mboga. Wakanifunga miezi 2. Oi. Wenye nilitoka nikapata ile nyumba wamefunga. Na sasa hiyo sina mbele wala nyuma, yani sina hata pesa, nimetoka saa hiyo. Kapata hiyo nyumba imefungwa. Na hiyo ilikuanga na vitu ama ni ile tu? Ilikuanga tu hivyo tu like ilikuanga na jiko na sufuria na kamates nilikuwa nimenunua ka second. Okay. Na blanketi moja. Sasa imefungwa. Hadi huyo mzee hakujuanga ati nimeshikwa, yeye alidhanianga nimepotea. Sasa hadi hizo vitu alitoanga. Nyumba iko na mtu. Sasa venye nilienda mimi nikawaambia mimi nataka tu vitu zangu. Nikaenda kwa best yangu mwenye tulikuwa tunatega na yeye. Akanihost kwake tukakaa. Sasa lake mimi hadi nikaogopa kuingia lake sasa. Njoo sasa mahali umeshikiwa. Nikaogopa kuingia huko. Sasa nikaanza kazi ya vibarua hivyo tu, vibarua. Nikapatana na msichana. Alikuwa anaitwa Kate. Haya tukakaa na yeye. Sasa hiyo ulikuwa how old? Nilikuwa 20. Tukakaa na yeye. Sasa tukakaa na yeye like nikakomboa nyumba. Sasa tunaishi na yeye kama. Mlipatana wapi sasa? Mlipatana wapi? Tulipatana huku hustling tu, nikiwa yani hivyo tu naenda kutafuta vibarua. Na yeye alikuwa anafanya? Yeye alikuwa house girl. Okay. Yeye alikuwa house girl. Sasa unaona venye tumekaa na yeye, venye tulikaa na yeye ikakuwa ni kama ni ana provide cause sometimes nilikuwa bado unajua zinaenda sometimes zinakosa. Na yeye jua kwa job alikuwa analipa 6,000. Analipa nyumba. Like sasa tulianza kukaa kama marafiki kwanza. Juu tu kwa tunajuana. Alikuwa anafanya kazi akitoka kwa nyumba akienda akirudi ama? Alikuwa anatoka, alikuwa yani anarudi jioni. Kesho asubuhi anaraukia. Okay. Cause alikuwa anaangalia mama fulani na huyo mama alikuwa na mtoto. So unaona alikuwa anaenda kumwangalia mchana. Sasa tukakaa na yeye. Ikafika place yani mpaka akakuwa bibi yangu. Akapata bole yangu. Sasa venye tulikaa na yeye akapata mtoto. Yeye ndo alikuwa analipa sasa? Yeye ndo alikuwa analipa bills. Mko mnaishi kwa nyumba mzuri sasa? Tulikuwa tunaishi ya matope. Okay. Yenye haikuwa na vitu cause ilikuwa na kiti moja na kitanda na meza ilikuanga meza hii za nini za plastic. Ilikuanga hiyo. Sasa tukakaa venye tulikaa hiyo plot sijui nini kulifanya. Sasa huyo msichana akajifungua. Kujifungua alikuwa anaenda kazi bado akiwa na mimba? Aliacha venye alipata mimba. Okay. Sasa huyo mama mwenye alikuwa anaangalia alikuwa anasema ati huyo sio msichana mzuri. Kwa sababu aliyemuona ako na mimba. Akasema huyo si msichana mzuri. Anaweza fanya watoto wake wagonjeke. Sijui alikuwa anamaanisha nini. Ati anaweza fanya watoto wake wagonjeke. Akamfukuza. Sasa venye alimfukuza tukakaa hivyo. Sasa tunakaa hivyo tu kwa nyumba tukiwa wote wawili. Mimi naenda vibarua. Naenda kama ni mjengo. Napata chenye nimepata nakuja. Nyumba nilikuwa nalipa 500. Nakuja nalipa nyumba. Naenda yenye imebaki na nanunua chakula. Na ninanunulia mtoto pampers sometimes. Sasa mtoto venye tukakaa pamoja. Sasa venye tulikaa nyumba sijui nini happen hiyo plot. Mimi nikiwa tu hivyo nimeenda tu kuhustle. Nikapigiwa simu nikaambiwa ati plot zimechomeka. Ati plot imechomeka? Nikaambiwa ati plot imechomeka. Ati na hawajui moto ilitoka wapi. Mimi nikakuwa yani niko stranded. Sijui nifanye nini, sijui nianze wapi ama ni. Sasa mimi nikakaa yani kwa murio fulani. Venye nilikaa hivyo tu nikafikiria nikajiuliza sasa
na wife wangu wako wapi? Wako wapi na mtoto? Sasa hapo ndio nikaanza hadi kuchanganyikiwa. Nikaenda nikapata wife wangu ako kwa sister yake. Ako kwa sister yake, ananiambia ati yeye hajui kulienda aje ploti, ati yeye alikuwa ameenda tu kwa sister yake huko, akaambiwa ati ploti zimechomeka. Kwa hivyo ikichomeka hakuwa. Sasa unaona hakuna kitu ingeseviwa. Juu hakukuwa na mtu kwa nyumba. Sasa akaniambia ati mimi nilikuwa kwa sister yangu, nikaambiwa ati ploti zimechomeka. Sasa tukashindwa tuanze wapi. Nikamwambia wewe kaka huko kwa sister yako before nijipange. Sasa mimi sijabaki na nguo, sijabaki na any. Sasa venye nilikaa like 1 week, nikapata job kwa mzee fulani ya shamba boy. Kama bibi bando ako kwa sister? Kama ako kwa sister yake, nikapata ya shamba boy. Venye nilipata ya shamba boy, si kumwambia ati nimepata kazi ya shamba boy. Cause ilikuwa naamka naenda nakamua, alafu naenda kusondeka maua. Si kumwambia. Sasa venye nilienda ati nikumwambia, nikapata sister yake. Sister yake akaniambia Kate alienda, na alisema alienda na sijui ni wapi alienda, cause mimi niliamka nikapata amechukua bag yake na ameenda na akaandika barua akasema ati nikikuja nipatiwe mtoto wangu. Ati yeye hatalea mtoto, hata kubali kuwa single mother. Ati yeye hataishi na mtu mwenye hana kitu. Yani sina. Sasa mimi nikashindwa, nikamuuliza amesema hivyo kwa nini? Ati wewe ati nyumba ilichomeka na hakuna kitu ulifanya. Ati naishi tu kwa sister yangu. Sasa mimi nikashindwa nifanye nini? Kwani hamkuanga mnaongea hata kwa simu Devi? Tulikuwa tunaongea, but unajua sijui nini nilimshikaga, ni kama alipata mtu. Kwa sababu tulikuwa tunaongea vizuri. Sasa simu yangu nayo ikaharibika, ikaanguka huko kwa maji. Nikienda kupea ng'ombe chakula, ikaanguka kwa maji. Sasa unaona tukakaa siku 2 kama tujiongea, lakini ni kama tu shetani aliingia, kwa sababu mimi venye sasa nilipata simu nikaamua ati niende niangalie huko kwa sister yake. Juu kwa sister yake kulikuwa mbali. Nikaenda kumwangalia. Kuenda ndo napata ati sister yake ananiambia ati alienda leo asubuhi. Mimi nikadhani ati atarudi. Nikakaa. Nikamwambia sister yake, wewe fanya hivi, niangalie huyo mtoto, nitakuwa nakulipa jioni. Sister yake sasa na yeye alikuwa ni kama kiburi. Yeye akasema hatalea mtoto mwenye si wake wala kona wake. Na si ni wa sister yake. Alisema yeye atalea mtoto mwenye si wake wala kona wake. Mimi nikachukua mtoto. Sasa nikaanza huku kwa job, naenda na mtoto. Mtoto sasa hiyo ako 6 months. Nikaenda nikakaa. Yani nafanya kazi, mtoto ako pale. Sasa sometimes hadi nilikuwa nakamua ng'ombe, nampea maziwa. Maziwa ya ng'ombe? Nampea maziwa. Ile kazi ya shamba boy haikuisha? Haikuisha. Naenda nakamua maziwa, nampea. Sasa huyo mzee akaanza yani madharau. Ile yenyewe ananiambia ati kuna ng'ombe ilikufanga. Ng'ombe nilienda kuipeleka kuchunga. Sasa ng'ombe sijui nini ilikulanga. Ikaanza kufura tumbo. Kufura tumbo ikakufa. Mzee akaniambia ati nilipea ng'ombe zake 10. Sasa mzee tukaanza kukaa hivyo, hatusikizani. Hadi ameanza kunitusi. Ameanza kukata. Hadi alisema ati hiyo ng'ombe pesa zangu ndo zitanunua. Alikuwa ananilipa 6,000. Akaanza kukata, akaanza kuniambia nitakuwa nakulipa 4,000. Sasa mimi nikashindwa nikaanza kumuuliza nini mzee nilikufanyia. Mzee akaanza kuniambia ati hiyo ng'ombe kama sio ati hakuna ng'ombe nyingine ishaikufa hiyo style. Mimi ndo najua chenye nilifanyana na ng'ombe zake. Mzee akaanza kuwa yani mhash. Akaanza kuwa mhash kwangu. Mimi ni binadamu na huwezi kaa pahali penye unadhulumiwa. Nikatoka na mtoto wangu. Nikaenda. Sasa nikaanza kukaa hivyo. Mtoto nikaanza sasa kutafuta vibarua. Na siachi mtoto kwa hakuna mwenye anaweza achia.
Naenda tu na mtoto umembeba. Naenda tu kwanza nilikuwa nambebea hapa mbele. Na shuka fulani nilikuwa nimepeango. Sasa nilikuwa nambebea hapa tu mbele. Naenda kama ni mjei, naenda namuweka hapo kando. Naenda nachapa kazi. Kando wapi Devi na mjengo mtu anakuanga juu chini juu. Naenda, unajua kuna nyumba yenye sometimes unapata tuko na nyumba tunaweka vitu like cement ama vitu zingine. Naenda namuweka tu hapo. Anakaa. Nikipata like ka time tu kiasi naenda namuangalia. Nikipata ka time naenda namuangalia. Sasa hadi watu huko kwa mjei walikuwa wananiuliza sasa mimi ni mwanaume wapi kama naweza achiwa mtoto na mwanamke. So unaona sasa hadi tukakaa na huyo mtoto nikimlea. Sasa like venye tulikaa hivyo na mtoto ndo sasa siku moja tukapatana na huyo msichana Faith. Alikuwa anaitwa Catherine Faith. Kite. Tukapatana na yeye. Kupatana na yeye nikamuuliza nini nilifanya utuache hivyo. Ananiambia angalia Devi, hauna kazi. Mimi nikitaka vitu zangu za msichana uwezi ni provide. Kumbe huyu msichana alienda akapata job. Alienda akapata job. Venye alipata job sasa ni kama pesa ilimuweka kiburi. Hauna job. Mimi niko hapo hivyo nikitaka vitu zangu za wasichana uwezi nikipatia. Cause hauna pesa. Mimi nilienda nikaolewa na niko job. Nikamuuliza sasa na mtoto. Soko ni safi aje? Anapata tu bwana hivyo haraka haraka. Yaani ni kama hadi tukiwa na yeye alikuwa na huyo jamaa. Cause aliniambia mimi nilienda nikaolewa. Na wewe nikamuuliza na mtoto. Kaniambia mtoto si ni wako. Nikashindwa sasa nifanye nini. Sasa hapo tukaachana na yeye. Nikaachana. Yaani mpaka nikakufa moyo. Nikakuja. Ulikuwa na hope ati ataweza rudi? Nilikuwa na hope ati atakuja kuangalia mtoto wake. But venye aliniongelesha nikajua tu hapa hakuna hope. Hapa hakuna hope. Yaani mpaka hadi sasa nikaachana na yeye. Sasa like 2024. Nikiwa nimekaa hivi nikaitiwa job pahali. Bado niko na mtoto. Mtoto wangu sasa hiyo ako 8 months. Tukaenda job yenye nilitiangwa ni ya site. Kuna site ilikuwa inafunguka. Yaani tunaenda kuanzia kazi chini. Sasa unajua mimi siwezi kaa huko kwa job while niko na mtoto na tunakaa room moja wanaume. Wenye wote tunafanya. Mtoto alikuwa mvulana ama msichana? Alikuwa boy. Okay. Sasa tuwezi kaa na yeye huko ati huko unajua wanaume wengine watakai kusumbuliwa na kelele ya mtoto. Sasa tuwezi kaa huko. Sasa ilibidi mimi ninaachia mama fulani hapo mtoto. Naenda jioni ninarudi. Na nilikuwa nakaa karakta lakini job ilikuanga town Naivasha. Sasa mimi ninakuja asubuhi lakini nikiwa hivi tu bado niko na moyo. Sasa huyo mama venye nilimwachia mtoto, kumbe huyo mama haangalii mtoto wangu poa. Yaani ana mtoto akifanya kitu, mtoto alikuwa ameanza kutambaa. Anampiga. Sasa mtoto hadi ako na ile uoga. Sasa siku moja jamaa fulani akanipigia simu akaniambia, "Devi, unaachia nani mtoto?" Nikamwambia ninaachia Mama Njeri. Unajua Mama Njeri nini anafanyia mtoto wako? Nikamwambia si ninamwachianga tu. Kumbe jamaa alirecord venye huyo mama alikuwa anafanyia mtoto, alikuwa anampiga. Sasa mimi venye nilikuja akanionyesha picha ya huyo mama venye alikuwa hapo. Juu mimi sipendi kusumbua, yani sipendi furugu. Nikakuja nikamwambia Mama Njeri, hata si nijifanyia hakuna kitu ninajua, nikamwambia acha tu nikaange na mtoto wangu. So unaona sometimes sasa kama unamlipa. Nilikuwa namlipa cause nilikuwa aliniambia nilikuwa nampatia 50 jioni. Sasa akaanza kuniambia sasa 50 mtoto wako na anakula kukula. Nikamwambia hapana, mimi wacha nitakuwa nakaa na mtoto tu. Hata nishinda. Sasa mimi naenda job na mtoto. Naenda job na mtoto. Sasa unaona venye tuliambiwa tukae huku kwa site. Mimi sikukaanga.
nikakuwa naenda home cause niko na mtoto, naenda home narudi asubuhi, naenda home. Sasa ikakuwa ni hard, sometimes inakuwa hard kukuja job. Cause maybe mtoto wako hapo hivyo, sometimes ni mgonjwa, sina pesa ya kumpeleka hospitali. Sasa hadi nikaanza kushindwa, mbona life inaenda hivyo kwangu. Nikakaa venye nilikaa nikafikiria ni aje naweza fanya. Nikapatana na jamaa fulani, alikuanga peddler. Alikuwa anauza dawa. Akani connect ni aje tunaweza fanya. Lakini sasa huyo jamaa nikaa alikuwa ananitumia. Huyo jamaa nikaa alikuwa ananitumia kwa sababu nilikuwa naenda kwake nachukua mzigo, yaani bangi. Napelekea mjamaa fulani, anakuja. Kuliko anilipe, ananiambia ati mali zikufika. Sasa nikaenda hivyo sasa mpaka mtoto hadi nikaa nimemsahau cause pesa nimeanza kujikeep busy na pesa zenye hadi sipati sometimes cause unaenda unafanya kazi hivyo unakosa pesa. Na ni kazi risky sana. Ni risky. Sasa mtoto hadi nikaanza kukaa hivyo najiuliza sasa mtoto ako na nani, ako aje. Nikawachanga hiyo kazi. Juu hadi nilikuwa nimeanza kuvuta hizo dawa. Nikawachanga. Venye niliwacha nikakuja sasa huku home. Huku kwa madhe. Kwa madhe bado walikuanga tu? Walikuwa wamehama wakaenda Kayole. Okay. Nikaendaga huko kwake. Nikamwambia story ya huyo wife wangu. Nikamwambia, akaniambia sasa nikaona ati nimwachie mtoto, lakini nikaangalia ile life wanaishi. Nikaona sasa mimi nimeenda huko nimepata mtoto. Nimekuja nimewaletea tena hapa niangalie. Nikaona hapana, wacha mimi ning'ang'ane na mtoto wangu. Haya. Sasa nikauliza na huyu brother wangu, huyu John ako wapi? Nikaambiwa ati John alikaanga akapotea. Hawajui kwenye aliendaga. Nikauliza na alipotea aje na mjai niambia. Akatuambia ati sasa hadi namba yako hatunanga. By the way hata namba yenyewe hawakuwa na yangu. Ukitoka huku kuanga na simu? Si kuanga na simu nikitoka huku. Na sasa unaona venye nilienda nikapatana huko, nikapatana na company yenye nilipatananga nao. Nilisahawingi mpaka huku kujanga home. Sasa venye niliendaga nikamwambia, akaniambia ati namba yako hatunanga, hatujui uliendaga wapi. Umerudi tu all of a sudden. Nikashindwa venye nitamjibu. Nikamwambia mimi nilienda kutafuta pesa na zenyewe sijaipata. Akaniambia venye ulituacha ulikuwa unadhani life imekuwa aje. Nikamuuliza by the way mlihama pale hivyo kwa nini? Akasema ati huyo mama alikuwa na misuse, yani anamtreat vibaya like huyo neighbor, yani huyo landlord. Anamwambia ati akuje amwoshe nguo, zilipishane na nyumba. Lakini end month ikifika, madhi anaanza kumpigia kelele. Sasa madhi akanipea story ya venye kulikuwa. Mimi sasa nikarudi huko sasa tena. Home sasa. Cause niliona life yenye wanaishi, mimi tu ndo naweza wasaidia. Na mzae tulimwachaga huko sasa huyo hadi ajui kwenye tuliendaga. Mimi sasa ndo mimi ndo sasa kama mwenye nyumba, yani kama first born. Nikamuuliza na sasa ukudhubutu kumtafuta. Ati hapana, mimi naona akarudi kwa baba yao. Baba yao mwenye alikuwa anampiganga? Naambia madhi alipotea lini? Alipotea like last year. Nikamuuliza last year na mjai niambia mama. Hata si juzi yani ama mwezi mmoja mwaka? Nilimwambia last year na mjai niambia. Akaniuliza sasa tunakwambia. Si nimekwambia hata simu yenyewe namba yako hatunanga. Sasa venye aliniambiwa sasa hadi nikashindwa nifanye nini wala nifanye kazi. Niko na mtoto hapo ananitegemea. Mimi ndo huyo sina kazi. Vitu zangu zote, ma certificate zote za cause nilirudi shule nikamaliza class 6. Sasa nikaenda nikachukua certificate ati juu ya kuchukua ID.
hakuna kitu niko nayo. Birth certificate sina. Hakuna yani kitu niko nayo. Sasa si ati naweza andikwa kazi cause sina hadi ID, sina birth certificate, sina anything. Zilichomekea kwa ile nyumba. Kazi yenyewe sina. Ndio hii familia inanihitaji hapa. Mtoto kuachia mtoto. Ndio huyu mtoto ananitegemea kama baba. Yaani mpaka nikajiuliza. Nikakaa hivi nikapiga hesabu. Unajua niko nimefika place yenye hadi ninasema niingie kwa Illuminati. Niwauze wote. Nibaki peke yangu. Kini sasa mawazo nashindo sasa nifanye nini? Hapo nikapatana na jamaa fulani. Nilikuwa naenda kazi ya nini? Ya kureload mawe kwa gari. Akaniconnect. Kuniconnect nayo ilikuwa kazi ngumu. Yani kazi unaenda una reload, unalipwa 200. Mimi nikaona hiyo kazi hapana, kwa sababu hakuna kitu inasaidia. Sasa mimi nikaenda siku kadha nikaona hapa hakuna kitu inasaidika. Hapa ni kuwaste na kwa sababu unaenda asubuhi unatokea jioni. Na ni kutoa mawe kwa gari kutoa. Na hapo nikapata hadi shida ya kifua. Kozi ya vumbi na hiyo kuchoka, hiyo mawe kuinua. Nikapata shida ya kifua. Sasa nikaenda hosi. Kwenda hosi nikaitishagwa 20k kufanyiwa scanning. Kutishwa si kuanga. Nikapeangwa tu dawa fulani. Nikaambiwa tu nitupeni kila lakini ni for some times. Nikashindwa nikaenda nikaambia mazi. Mimi nilienda hosi na nikapewa dawa na nikaambiwa niko na shida ya kifua. Kaniuliza kifua imefanya nini? Nikamwambia nakaa hivi tu kifua inaanza kuuma. Alafu sometimes hadi nashindwa kupumua. Akaniuliza na ulianza lini? Nikamwambia ile siku nilienda huko kozi ya baridi na hiyo vumbi. Na hiyo mawe venye nainua. Sasa nikakuwa like sasa hadi sasa nimeanza kuwategemea. Cause siwezi fanya kazi ngumu. Siwezi enda venye nilikuwa naenda, mtoto ndo huyo hapo hivyo. Sasa this year January nikaenda sasa nikarudi hiyo kazi hiyo ya kureload cause nilikosa kila kitu. Sina yani. Mtoto ako hapo hivyo. Madhe ako hapo hivyo na ako na siblings. Yani huyu mwingine hadi second born ako 15 years na huyu mwingine ako 10. Sasa unaona bado wanamtegemea wajafika kujitegemea. Sasa ikabidi nimewaconnect kwenye nilikuwa naendaga hiyo job. Nikaona hiyo job itawaumiza venye saizi mimi niko. Sasa nikaona hiyo kazi wacha niachane na hiyo niendelee na ile yangu ya scrubs. Nikaanza kuokota scrubs, nikaokota scrubs. Sasa this year March. Ni March mwezi wa 3. Ndo venye nikiokota tu scrub nikiokota. Mimi sasa unaona nimewaconnect sasa hadi nimeonyesha venye zinaokotwa. Mimi nikatoka anga. Sina job. Nikarudi hiyo character tu. Nikapandana na best yangu tukakaa kwake. Na mtoto wangu. Mtoto sikumwacha, mimi sikumwachilia. Nikapatana na best yangu tukakaa na yeye tukakaa. So best yangu ikakuwa alikuanga soldier. Anaenda usiku anatuacha. So unaona mimi sina vitu ati naweza enda kuunganishwa kwa hiyo job ya soldier. Alafu niko na shida ya kifua. Siwezi fanya kazi nzito zenye nilikuwa nafanya like kulima. Sasa life ikakuwa hard kwangu. Sasa mimi from hapo nikakuwa like sina nikasema like ni kama sina familia. Ni kama sina nikasema cause nikiweza pata shida saizi hakuna mwenye naweza pigia simu anisaidie. Cause hao watu wetu akina aunti yangu akina nani mimi sikuwa nawajua. Sikuwa iwajua hata kwa shosho yangu. Sikuwa najua ni wapi. Nikakaa.
Nikakaa hivyo tu peke yangu na mtoto wangu. Sasa nikapata kakibarua fulani. Sio kazi tu, ilikuwa kuchunga ng'ombe na mbuzi. Nikaenda nikachunga. Ile kifua ikaniletea shida bado. Kaniletea shida cause unajua unaenda unachunga na kukinyesha, ulitoka kwa nyumba kukiwa na jua, haukubeba sweta. Na uko na mtoto, nimeenda kuchunga na mtoto. Sasa venye ninaenda kuchunga, hiyo kifua ikamshaga shida. Ikamkara. Nikaenda nikaambia yule mzee mwenye nilikuwa nachungia, mzee, nilikuwa naitwa Baba Mwangi. Nikamwambia Mwangi, hii kifua yangu nasikia ni kama iko na shida. Sasa mimi naomba tu unisaidie kitu, hata kama ni 15,000 niende nifanyiwe scanning nionwe ni nini mbaya. Mzee akaniambia, unanichungia mbuzi ngapi? Nikamwambia nakuchungia mbuzi 12 na ng'ombe 4. Na kulipa pesa ngapi? 4,000 kwa mwezi. 15,000 ndo ifike hiyo 15,000, utakuwa umenichungia miezi ngapi? Nikamwambia nitakuwa nimekuchungia miezi 4. Kaniambia miezi 4 ni 16,000. Kwa hivyo nitakuwa nakupatia kwa kila mwezi, nitakuwa nakupatia 50 bob. Nikafikiria tena. Nikaona hapana. Hapa nikamwambia haina shida, wewe nipatie. Mzee akaniambia nakupatia 15k kama nani. Akaniambia ati unajua vijana wa siku hizi mmerevuka sana, mnajifanya hivyo. Alafu unapewa pesa, unapotea. Nikamwambia hapana mzee, ni kifua iko na shida. Na nishaienda tena. Nikamwambia hata tunaweza enda unipeleke uone. Mzee akaniambia hapana, mimi siwezi kupatia pesa zangu. Siwezi toa pesa kwa mfuko nikupatie. Sasa nikatoka nikajiuliza. Nikamwambia sawa basi nipatie pesa zangu. Sasa mpaka job hadi nikakasirika, nikamwambia sawa basi nipatie pesa zangu niende nitafute usaidizi kwingine. Mzee akanipatia, hiyo siku hakunipatia 1,000, alinipatia 5,000. Akaniambia 1,000 ameniongeza juu ya mtoto. Nikamwambia asante tu, mimi nikaenda hosi. Nikaambiwa hiyo kifua inahitaji, kwanza niliambiwa hiyo kifua ndo iskaniwe inahitaji 25. Nikasema na si nilikuwa nimeambiwa ni 20. Wakaniambia ati mashini zilifanya nini? Sijui. Sasa mimi nikafikiria niko na 5k, nimebakisha 20k. Mtoto ndo huyu anataka kukula. Unajua mimi naweza lala njaa lakini mtoto hawezi. Sasa hizi pesa hata nikijaribu nichange siwezi. Cause mtoto ndo huyu. Mtoto lazima akule asubuhi, lazima akule lunch, na lazima akule saa 10 na jioni sasa. Mimi sikatai, naweza kula asubuhi na nikule jioni. Lakini mtoto hawezi maintain. Sasa nikakaa najiuliza sasa nifanye aje. Nikapatana na jamaa fulani alikuwa anaitwa Shete. Nikamwambia man, si uniokolee at least hata kama ni 10k. Jamaa akaniuliza sasa mimi ni hustler na tukutolea wapi 10k. Nikashindwa sasa nifanye nini. Kifundo hiyo sasa ulikuwa umefocus na venye utatibiwa. Sasa una focus, unajua nilikuwa naambia msee, ananiambia utanini hiyo kitu, utasimu hivyo hiyo kifua yako ikuje ikuletee shida wani. Na unaweza enda hivyo hata ukufe, utaachia mtoto nani? Sasa mtoto hadi ndio alikuwa ananipea stress. Nikaanza kujiuliza maswali. Sasa juzi mwezi wa 9, juzi last month, hiyo kifua bado iko hivyo tu venye inakuwa iliko. Na bado una hustle na mtoto. Mtoto bado una hustle na cause unajua hakuna mwenye anaweza achia. Nikafikiria nirudi lake. Nikaona lake siwezi enda juu ya mtoto, siwezi enda na mtoto. Mtoto sasa hiyo ndio ameanza kutembea. So unaona lazima nikuwe nafulia huyo mtoto nguo,
Yeah. Lazima kila time anakaa akiwa akioga. Kwa sababu huyo mtoto, unajua kitu yenye nilikuwa nimeweka first priority, anything kwa vitu zote ni huyo mtoto wangu. Kwa sababu nilikuwa nasema mimi nilikuwa hata niliishi kusema siwezi taka mtoto wangu akae life yenye nimeishi. Yeah. Unaona? Sasa mimi nilikuwa najaribu sana juu chini huyo mtoto apate life nzuri. Lakini the more najaribu, the more life inaendelea kuwa hard. Sasa kifua bado ikanilemea, ikanisumbua kabisa, ikanisumbua. Nimefikiria nirudi lake, lakini nikaona hiyo lake, hiyo kifua ndio itakuwa mbaya sana. Kwa baridi. Sasa nikashindwa nifanye nini. Nikakaa kwa nyumba. Nikasema wacha nipigie madhe nisikie kako na kitu. Sasa hiyo sina hata sina eni. Acha nipigie madhe nisikie kako na kitu, at least nipate ya kulipa nyumba. Madhe nikampigia, akaniuliza kijana wangu, unajua wewe mwenyewe unajua venye uliacha huku. Mabrother zako wanaokota bado scraps. Na siku hizi hata wapati, cause unajua scraps si ati ataenda okote hivyo apate. Ni kutafuta. Sasa nikashindwa. Sasa madhe nikamuuliza madhe. Kamuuliza madhe, mimi niko na shida. Nikamwambia ile shida ya kifua imeniamkia na imekuwa wapi. Kwa nini? Sasa hivi hata kupumua ni shida. Nasikia nikiumwa hadi na mapafu, mbavu. Kaniambia na nini ulifanya? Nikamwambia ile shida tu ile yenye nilikuanga nayo. Sasa nyumba huyo landlord nyumba akafunga. Sasa ni tukiingia this month. Last month tukiingia this month. Nyumba landlord akafunga. Kaniambia hawezi kaa hivyo na nyumba yake na watu ni wengi sana wanataka nyumba. Madhe ni huyo madhe nikamjaribu kumbembeleza. Madhe hataki kusikia. Nikamwambia madhe ni venye sasa hivi niko na shida. Akaniambia wewe ukiwa na shida mimi nahitaji pesa. Na wewe niliona hata nyumba yenyewe hauendi job. Nikamwambia madhe mimi nakuwa na shida ya kifua na ndo najaribu sasa sana nipate pesa ya kutibia. Akaniambia hapana. Nyinyi hivyo ndo mnafanya, kama mtu hataki kulipa nyumba anajifanya ni mgonjwa. Nikamwambia madhe si unaona hata wewe. Nikamuonyesha pills zenye nakuwa niko nazo hizo dawa. Kwa venye nilienda hosi nikaambiwa kutibiwa ni 25, walinipea dawa fulani za 2K. Kunipea hizo dawa mimi sasa wakaniambia nikuwe nazimeza, ni pain killers na zitakuwa zinanisaidia. Juu niliwaambia mpaka kupumua inakuwa shida. Kaniambia hiyo kifua yako iko na shida na inafaa kuangaliwa ndio itibiwe. Mimi nikajua sina pesa. Sina pesa. Sasa huyo madhe nikajaribu kumwambia, nikamuonyesha hadi pills. Madhe hakutaka kusikia. Kaniambia wewe tafuta kwenye mtaenda mpaka ulipe nyumba yangu. Sasa hivi unakaa wapi? Sasa hivi unakaa wapi? Sasa hivi nakaa kwa rafiki yangu nikitafuta huyo madhe tu pesa. Vitu zilibaki kwa ile nyumba. Vitu zilibaki huko. Lakini madhe atakai kusikia. Mpaka sometimes naendanga namwambia madhe, "Tuache basi nitoe nguo za mtoto ndio kwenye naishi nikuwe napata za kumbadilisha." Sasa mtoto anavaa nini baby? Mtoto kuna siku nimeenda, ilikuwa lini? Date 10. Nilikuwa nimeenda na huku kibarua. Kibarua fulani nilipata ya kuingiza mchanga kwa nyumba. Nikalipwa 500, nikaenda nikichukulia mtoto longi 2 na kiatu na na socks na sweater. Sasa mtoto sasa ako fine. Cause rafiki yako anaendanga kazi? Rafiki yangu anaenda sometimes, but sasa mimi ndo nimekuwa nikikaa naye lately sababu unaona sina job. Sasa rafiki yangu ndo huwa anatuprovidea na hadi yeye sio ati amejikaisha poa. Na bado unaona nakuwa na shida ya kifua mpaka wa leo hii sijaipata pesa ya kuenda kutibiwa.
Sasa mtoto nataka nilikuwa natafuta pesa ati niende nikafungue hiyo nyumba. Nitoe vitu zangu at least. Ni pesa ngapi unadaiwa? Hiyo nyumba inakuwa 1500. Sasa plus alikuwa ananiambia ati ni mwezi mmoja tu uko umelipa? Ni mwezi mmoja sijakaa hapo sana. Ni mwezi mmoja peke yake ilifanya kufungia nyumba? Kwa alikuwa ananiambia ati kama hiyo ni mwezi, nimekaa hapo miezi 2. Sasa hiyo wa pili ndo alinifungia. Okay. Kwa hiyo ingine unajua nilienda nikamlipa zote. Sasa hataki kusikia, aliniambia sasa kama umehamia hapa juzi na umeanza kusumbuana, ati ndo nikufunze lesson, hii nyumba utaingia. Okay. Na akaniambia ati bado kuna penalty. So saa hii vile tunaongea mtoto ako wapi? Mtoto nilimwacha kwa huyo rafiki yako? Nilimwacha huko juu niliambia rafiki yangu kuna place nataka kuenda. Juu nilichukua simu yake niki scroll hivyo. Nikawapata huko. Okay. Sasa nikamwambia kuna place nataka kuenda. Nilimwambia hivyo, si kumwambia ni wapi. Okay. Akamwambia utaniangalilia huyu mtoto. Akakubali. Kwa unajua ni rafiki yangu na tumekaa na yeye. Okay. Ni mtu tunajuana, tumetoana mbali. Sasa mtoto mwenyewe ngoja. Sasa hivi mtoto nilimwachia rafiki yangu. Huyo rafiki yangu unajua ananiambianga ananiachia mtoto anakubalingi kukaa na yeye juu anambeba kama mtoto wake. Ananibeba kama brother yangu. Kama brother yake. So vile ulichukua namba na ukaweza kututafuta, kwa mawazo yako ulikuwa unawazia unaweza kusaidika aje? Mimi chenye naweza kusaidika nitibiwe tu. Nipate tu kutibiwa hiyo kifua, sijuangi nini, sijaijua shida inakuanga nini. Naendaga naambiwa kufanyiwa scanning ati ndo waone shida ni gani. Nakaanga hivi sometimes unapata imekuwa, yani nimekaa hivi hadi kupumua inakuwa na struggle kupumua. Nasikia venye hata saa hii ukiongea kuna mahali unafika unapumua na nguvu. Hiyo ndo inakuanga. Unaona sometimes nakaanga hivi nikipumua hivyo na nguvu, nikipumua pole nasikia ni kama sijapumua. Yani nasikia ni kama hewa imejifungia huko ndani. So na kazi pia utibiwe ndio uweze pia kufanya kazi. Sasa hivi hata nikiweza pata tu biashara tu kiasi tu ya kunikeep at least ndio ni kuangalia huyo mtoto. Okay. So contact zako ni gani na uko na simu ile mtu akikutafuta anytime atakupata? Anakuanga na simu. But inapoanga sometimes inakuanga na shida ya nini. Huwa inapoa sometimes because inakuanga na shida. Battery ama? Battery. Okay. Tupe namba ya simu. Namba ya simu ni 0768 93 14 34. Okay. Mi Devi siwezi sema mengi because nikiangalia hivi for a 23 year old kwa anapitia hizi vitu zote to a point. Umeachiwa mtoto mdogo, nao una struggle na kumlea pia na afya. Unajua at least ungekuwa una struggle na kitu moja, unatafuta kazi then inaeleweka, but sasa pia kazi imekuwa ni shida. I hope vitu zifunguke and ule tu mwenye alikuachia mtoto someday atakuja kuangalia mtoto akiwa mtu wa maana sana kwa society, because maybe alimwacha akijua sasa nyinyi ni failure, nyinyi wote wawili na mtoto ni failure, na yeye ataendelea zaidi. But Mungu naye si kama Mungu atajua tu venye atakulipishia, na I hope everything ita fall in place, at least utibiwe na upate kazi, because by the end of the day tunataka at least mtoto pia akue na father figure. Unaona mama alimtoroka, at least pia baba akue ako sawa. So thanks kwa kukuja kushare. I hope vitu zitafunguka and nakutakia tu mema. Mungu azidi kukuangalia na afungue njia. Amen. Haya.